For me, the most important thing is to have a secure and safe country. Our personal interests do not matter more than the interest of this country. Na nawaambie watu wa hapa game, ile njia ambao hawa viongozi wenu wanawapeleka, hamwezi mkapotea. I want to tell you that. Kwani kuna pahali katika Biblia ama katika katiba imesema ati opposition ya Mjaruo? Nyinyi ndio mlilongwa na timukae kwa opposition forever. Msilete hiyo mchezo. Mkae hapo kwa serikali. Musikia vile sisi tulikuwa tunasikia. Ama namna gani? Yes. And time is not a renewable resource. Time ikipotea haitarudi. Sasa nimesikia huko barabara zimeanza kujengwa, market zinajengwa. Nyinyi hata nyinyi muenjoy kidogo ama namna gani? Na tunasema we want to develop the entire Kenya. Unajua sisi ukiona tumetulia, simuona baba ametulia. Simuona mimi nimetulia siku hizi. Si baba peke yake ni hatari, si ndio? Si mimi ni hatari. Na tukiwa pamoja. Unajua kuna watu wako kwa kiwanja peke yao. Ile siku sisi tutaingia kwa kiwanja, kuna watu watatafuta mashimo ya kutorokea. Sababu sisi tuko na ujuzi ya siasa. The only thing we have decided to do as we are busy. Elisha huyu ako busy hapa. Okiya Wandayi is busy. Ochanda is busy. Devo Cheng is busy. Moses Kuria is busy. So kwa nini tukue na kisirani na wale watu wako idle? Sio ni haki yao. Na Mungu amewabariki na idleness. Na sisi ametubariki na kazi. Bora wasitufanyie makelele. If they have chosen that path for themselves, the only thing I'm asking of them, do not make noise to those people who want to do something. If you have given up on life, that is your right. If you want to take rat poison, that is your right. But for us, we want to make a difference today. Yeah? Kwa sababu kando ya kura tutaenda mbinguni mbele ya Mwenyezi Mungu na tutaulizwa swali. Nyinyi mnaona mimi ninakaa mtu ambaye hataenda mbinguni mkiniangalia, na sitaki mchezo na hiyo safari yangu ya kwenda mbinguni. Mwisho waziri Okiya Wandayi ndio kutuma kwa rafiki yangu. Ani rafiki yako anaitwa Kipchumba Murkomen. Hata sasa hivi nikikuja hapa nimepata simu. A whole CEC, waziri wa kaunti ya Kiambu ameniambia aliitishwa 500,000 ndio mtoto ya sister yake achukuliwe kwa prison. Nimesikia hii malalamiko Kenya mzima. I want to ask Kipchumba Murkomen. It is very clear from all the people in this country. Hii recruitment ya prison ambayo imefanywa, it was fraudulent. Mtoto anaitishwa 500,000 kazi ya jela, hiyo mshahara itarudi lini? And I want to ask Murkomen to cancel that recruitment. Airudia tena. Unajua sasa huyo askari wa jela kama alitoa 500,000, hiyo pesa itarudi aje? Si itaenda kuuza mihadarati kwa jela. So we are breeding crime. Na kama kuna mambo hatufai kuchezea ni maneno ya recruitment kama ya polisi, maneno ya recruitment ya mwalimu. Sasa mwalimu akinunua barua ya kuandikwa, watoto wakijua amenunua, watampea heshima kweli? So hata kama sisi tuko kwa serikali, bali mambo ni mabaya, si vizuri tunyoroshe. Ndio sasa Kenya hii ikuwe sawa. Mimi naona huko kwetu surely hata ukisema one term na tuko half time, utasema one term mpaka kumaliza. I want to say that you can make a difference today. Hata kama mambo ni ngumu ama si ngumu, wewe mwenyewe kwa hiari yako kama Mkristo, kama padri, kama mheshimiwa, you can make a difference today. Ya kesho itakuja kesho. Nani anajua kama Mungu? Kuna mtu anajua kama Mungu kweli? Na ndio sababu mimi mwenyewe hata wakati nilitolewa kwa waziri kwa sababu ya broad based, I was the first one to support broad based. Even wakati sikuwa na kazi. Because kuna serikali na kuna nchi. Some people choose government over country. I choose country over government. A country is more important than a government. Kuwa na nchi ambayo iko safe, ambayo haina vita,
is more important than our individual position. So people of Ugenya, please remain focused. You are on the right direction. Dave Ochieng hawezi kumpoteza. Baba Raila Amolo Odinga cannot mislead you. He has a plan for you. Na mimi nataka kuambia sisi pengine tulikuwa na bahati hapo mbeleni. You people have also lost some time. So what we are doing now is the best thing so that you can also catch up. Ile time ambayo imepotea. Hapo mbele Mungu kwa nini Pentecosti ni ya 2025 peke yake? Kwa nini 2027 hakuna Pentecosti? Kwa nini Roho Mtakatifu hata anguka? Si ataanguka hapa. Si atatuonyesha njia. So enjoy today my friend. Hakuna mtu anajua mambo ya kesho. Sawa sawa? Please msiamue na mtu at 2 years and 2 months and 4 days ambao tumebakisha kabla next election ati muanze makelele. My friend, makelele mtuachie, nyinyi mnyamaze. Na ile mnarushiwa mkure. Sababu pia ni haki yenu. Kwa nini hakuna pahali katika Biblia, hakuna pahali katika katiba imesema kwamba Mjaluo ndiye mwenye opposition? Kama kunayo mniletee nisome. Kama ni ya Biblia siwezi fanya kitu. Kini kama ni ya katiba nitafuta niseme watu wengine wasaidie Wajaluo opposition. Kwani si kazi ni kusaidiana? Si gurudumu ya opposition mnasukuma miaka mingi. Si mpatie wengine. Si udugu ni kufaana. Si ndio? So some people who are volunteering to help you, pongezi. Mpatie, unajua hii ni ile. Kijiti unakimbia hii ya opposition, mimi nafikiria you have done ya msijipende sana, mkatae na opposition forever. Mhurumie wengine ambao hawajui opposition. Wachukue nao waendelee mbele na opposition. Kwani kuna shida? Si nini mmekuwa kwa opposition hiyo miaka yote? Kwani kuna shida gani nyinyi mkiwa kwa serikali? So I want to say again nikimalizia kwamba I believe in one united country. Na mimi nikiambiwa hata unifanye rais ama Kenya ichomeke, nitasema wacha hiyo rais kae. Because we are living in very trying times. Hapa jirani zetu Waganda, mambo ya kilimo sasa wametupita. Mambo mingi sana tulikuwa tunajigamba ati tuko mbele. Majirani wetu, because of our politics of backwardness, majirani wetu wanakuja wametupita. And I want to thank President William Ruto for accepting to host us as the leadership of Siaya County. Under the new constitution, no county can operate in isolation. No county government can operate in solo. The constitution dictates that county governments work in tandem, in coordination with the national government. Kakajo Siaya, we must be in the forefront in ensuring that there is a harmonious relationship between our county government and the national government led by President William Ruto. Rafiki yangu Mheshimiwa Kuria, kwa hakika yale umesema juu yangu ni kweli. Vile ulinisaidia kule bungeni nikawa mwenyekiti wa PSC. Lakini ile jambo ningependa kukuomba Mheshimiwa Kuria, saa zingine unapeleka mambo polepole kidogo. Hii maneno ya recruitment ya prison warders, kama kuna kasoro tujadiliane kwa ndani kama watu wa nyumbani, kama serikali. Kwa sababu tukitaka hapa mbele ya wananchi wanaweza kosa mwelekeo. Na sisi ndio tunafaa tuwapatie mwelekeo. La mwisho kabisa, hii safari tumeanza ya kuunganisha Wakenya chini ya Mheshimiwa Rais Ruto na Baba Raila Amolo Odinga, lazima tufikishe mwisho. Tufikishe mwisho kabisa. Wale ambao wanatembea wakieneza mambo ya ukabila watabaki nyuma peke yao. Wakenya wengi wameamua kwamba tukiendelea mbele lazima tuungane tuwe kitu kimoja. Na mambo ya ukabila tuachane nayo kabisa. I'm asking the Catholic Church because of today.
to be able to invoke the Holy Spirit with fire to light up the mouth of the former Deputy President, Wamunyoro. Because if we were to wait for him for that long, his mouth can burn, his lips can burn the country. And if he means well for the country because he says he's Mr. Truthful, the land that he took from Alego in Nairobi, and Alas is stricken, poverty stricken in Alego, he should return that land. Hii maneno ya uongo haitasaidia nchi. Sisi kama Wajaluo tunasema hivi, tunalipa usuru kama Wakenya. Ile usuru tunalipa ilichukuliwa na Kenyatta, ilichukuliwa na Moi, ilichukuliwa na Kibaki, ilichukuliwa na Uhuru, na saa hii tumesema Ruto pia achukue. Lakini tunataka tufanye audit. Audit. Hiyo pesa ilipelekwa wapi? Kama tunalipa kama nchi, we must also as Luos benefit from the loan we are paying as a country, as the Republic of Kenya. And I want to congratulate the President for being forthright and ensuring that there's affirmative action in supporting our people. I want to tell the President that we'll stand with him when the right time comes. And I want to ask the Luos in wherever they are, that it's not right for us people to always have doubts about us. It's not good for people to have doubts about us. That now the President has laid for us the red carpet. The President has accommodated us fully. We should not give the President mixed signals. We should not give the President mixed signals that whether we'll go with him or not. We must show the President that we will stand with him when the right time comes. It's the right thing to do now and when the elections come.